asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu viongozi, ndugu zangu wana Morogoro. Leo sasa hivi Kiswahili nimewiwa. Nimelemewa. Na furaha kubwa kiasi hiki. Umma huu unanitisha. Unanipa faraja lakini unanitisha. Watu wengi namna hii. Baba na Morogoro. Nawashukuru sana kwa mapokezi yenu. Asanteni sana. Huu ni mkoa wangu wa 31. Na mambo yako hivi hivi. Kila mahali nilikopita ni faraja kubwa namna hii. Asanteni sana. Mzee Warafi amesema una mahaba. Basi na mimi na mahaba na ninyi. Asanteni sana sana. Nawashukuru viongozi wastaafu kwa maneno waliyosema. Na yule mwenyekiti wa CCM wa Kilolo. Nawashukuru sana viongozi wa dini waliosali dua na saba. Niseme nini basi? Nawashukuru pia wale ambao wamenidhamini. Asanteni sana. Tuna mahaba. Mahaba na mimi ninayo. Nawashukuru wale waliodhamini. Nawaambia kwamba imani huzaa imani na mimi nitaheshimu sana. Napeleka zile zinazotoka sisi makao makuu, ile nyingine nitapeleka nyumbani kwangu kuweka kwa ajili ya historia. Asanteni sana. Amina. Haturuhusiwi kusema baada ya kupokea napaswa kushukuru na kuondoka. Lakini umma kama huu wasiposikia sauti yangu mtakosa usingizi. Tungesononeka. Nitasema maneno machache. La kwanza, kwa nini nagombea? Nagombea kwa sababu nimechoshwa na umaskini. Nimeshajieleza kwa kirefu, lakini nataka niseme sababu yangu ya pili ni kwa sababu nafasi ipo wazi. Rais wetu mpendwa Jakaya Mrisho Kikwete anamaliza muda wake wa miaka 10, lazima akabidhi kijiti kwa mtu mwingine. Sana. Na mimi nafikiri ninatosha na naweza kukabidhi hicho kijiti. Kuna mambo mengi ameyafanya Rais Kikwete, mengi sana. Kama wakiandika vizuri historia, atakuwa amefanya miradi mingi ya maendeleo kuliko kiongozi yote aliyetoka katika nchi yetu. Amefanya mambo makubwa sana, sana sana. Anahitaji mtu wa aina yake kwa kuendeleza yale ambayo ameyaacha. Na mtu huyo ndio mimi hapa. Kuna maeneo ambayo aliacha, kwa mfano kwa mkoa wa Morogoro. Aliagiza mkoa huu uwe ghala la nafaka la kitaifa. Hamjawa bado. Nikifanikiwa inshallah nitageuza mkoa huu uwe ghala la nafaka kama alivyosema Rais Kikwete. Kwa hiyo nitaendeleza yale ambayo ameachia hapo. Lakini niwaambie na ninyi, msinishangilie tu, msinitegeme mema. Ikulu hawendi. Nini tena? Ikulu wanaroga lakini hawaniwezi. Ikulu uendi kwa miguu. Alikuwa rafiki yangu Mrema akiwa maarufu sana wakati ule. Ulikuwa unasukuma gari yake lakini haikufika Ikulu. Ikulu unakwenda kwa shahada ya kujiandikisha. Wangapi wamejiandikisha hapa? Wote baba, wote. Wewe umejiandikisha? Bado. Sisi moyo. Utakapofika kwenda kujiandikisha, naomba mjiandikishe. Ukipita wewe sisi tunapiga kura. Mtapita tu, wala msana mashaka. Na usipopita tunaandamana. Nataka niwaambieni, wala sina mashaka, jina langu litarudi. Inshallah. Haleluya. Kwa hiyo mjiandikishe kwenda kupiga kura. Lakini la pili, kazi hii haipatikani hivi. Hapa ni kazi kubwa. Kuna bwana mkuu kule juu lazima afungue milango. Asipofungua wewe hamna kitu. Hata ukijisikia
msifu kiasi gani, asipofungua milango ile huwezi kuingia. Ameshafungua. Kwa hiyo naomba dua zenu Waislamu, mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nawatakieni mwezi mtukufu, fungo vizuri mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wameniambia rafiki zangu Waislamu, ukiomba jambo mwezi mtukufu, mambo yanakubali. Kwa hiyo niombeni. Wala watu fanyeni sana. Fanyeni sana kuniombea. Ni muhimu sana. Mmenielewa? Tumeelewa baba. Mmenielewa? Sana baba vizuri na ndio maana tuko hapa. Jambo langu la pili. Mji huu ulikuwa mji wa viwanda. Na vile vimekwisha vyote. Na waahidi kama nikichaguliwa, Mwenyezi Mungu akiweka baraka yake, kazi yangu ya kwanza itakuwa viwanda vya Morogoro. Kwa ajili ya kutafuta ajira kwa vijana na watu wapate kazi. Na waahidi itakuwa haja yangu ya kweli. Sisi ya moye. Narudia. Haja yangu nitashughulika na viwanda vya Morogoro kuvirejesha na kuvifufua na kuongeza vingine kwa ajili ya kulinda ajira za vijana. La mwisho. Nimesononeshwa sana na migogoro ya wakulima na wafugaji. Sisi moye. Watu ambao wanafahamiana, wameoana, wanaheshimiana lakini wanapigana kama kuku. Nasema imenisononesha sana. Kwa hiyo nitakapoingia madarakani, Mungu akibariki, Amina. agenda yangu ya kwanza itakuwa kuteua tume ya kusuluhisha migogoro kati ya wakulima na wafugaji. Ili waishi kwa kuheshimiana. Mkulima mheshimu mfugaji, mfugaji mheshimu mwenzake. Mmenielewa? Tumekuelewa. Mmenielewa? Tumekuelewa wanda. Oye. La mwisho. Bodaboda ni rafiki wa serikali yangu Takaunga. Kwa wale wa bodaboda nawaambia, nimesema jana na juzi. Serikali itakayo huku na itakuwa marafiki wa bodaboda, mama ntilie na machinga. Asante baba. Mtu anayewafukuza hafai. Hawataki mema. Kabisa. Lazima tuweke mazingira bora kwa ajili ya wao kuwezesha kufanya kazi ili wapate ajira yao. Kama unakula mkate, mwache mwenzako ale bofla yake, ale muhogo wake. Nasema la mwisho, huu mji umekuwa maarufu kwa michezo, na kuna wana michezo kadhaa walio kutoka nchi ya Morogoro na mama. Lakini waimbaji maarufu kama Mwishe, mnafahamu? Tunamfahamu. Aliita maji yanatiririka milimani, akija leo atakimbia kwa kustuka. Mmeharibu sana mazingira. Lakini nasema ni mji wa michezo, ni mji wa mpira. Mambo hapa lazima yaanzie hapa. Nilisema katika hotuba yangu, tumechoka kuwa hicho wewe na Yesu. Tumechoka kushindwa kila mahali. Nataka nitakapoingia madarakani, tuachane na upuuzi wa kushindwa. Na naanzia hapa Morogoro. Asante. Kama nitaunda tume itakayochunguza tufanye nini ili tuwe wa kwanza katika michezo nchini. Hata kama itabidi kuahirisha michezo baada ya michezo kwa muda, lakini tutoke pale tukianza kwa nguvu mpya na hali mpya. Mmenielewa? Mmenielewa? Wangapi wanaokubaliana na hilo? Wewe maamuzi magumu. Tunakukubali. Sisi moye. Nitaunda serikali ambayo itazingatia haya niliyosema. Na mambo lakini nataka vile vile Watanzania mjiandae kuwa na speed ya kufanya mambo. Nimechoka hii lele mama. Lele mama sitaki. Nataka watu wachape kazi. Ndio maana nimesema tutafanya mchaka wa maendeleo. Mchaka. Ali Selem. Narudia.
kujiunga na mimi katika serikali nitakayounda. Kama akishindwa kumchaka maendeleo, maamuzi magumu nitachukua, nitamuondoa.